Yo, mambo vipi? Kama kawaida ukishasikia sauti hii unajua something big is about to happen. Now guess what? Leo nipo Tumaini. Leo naweza nikapata interview 2-3 na wanafunzi hapa Tumaini waweze kujua kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia hasa vipindi vya entertainment na vipindi mbalimbali. Bwana, stay tuned, we are just getting started. I'll see you in a minute. Bwana yo, kama nilivyokuambia kwamba nipo Tumaini, kama unavyoona mandhari nipo ndani kabisa. Hapa naweza nikapata interview na baadhi ya wanafunzi wa chuo hichi niweze kujua kama kweli ni wafuatiliaji wazuri sana entertainment. Bwana, stay tuned bwana, kwanza tunaanza. Bwana, karibu. Yo, inakuaje bro? Kama inakuaje? Swali. Wewe unaitwa nani bro? Mimi naitwa Kimu Mshana. Kimu Mshana. Bwana Kimu Mshana, wewe ni mfuatiliaji mkubwa sana entertainment hasa ya Bongo? Ndio, nafuatilia muziki wa Bongo. Bwana Kimu Mshana, mimi nataka nikuulize swali. Je, ni msanii gani hapa Tanzania ambaye anakupa influence? Yaani ukimwona unasema hapa this is an artist hapa. Msanii wa Bongo hapa ambaye ananipa influence, naweza nikasema ni Diamond Platnumz kwa muziki anaofanya, yuko vizuri. Kitu kidogo ambacho kinachokuvutia kwa msanii Diamond Platnumz ambaye ndio msanii mkubwa hapa East Africa na Tanzania kwa ujumla, ni kitu gani ambacho kinachofanya kwake akuvutie zaidi? Kwanza Platnumz ana muziki mzuri, muziki unaenda wide, lakini pia kwa kulinganisha East Africa hapa Platnumz anajua, yani yupo ranked. Na poa, basi labda nikuulize swali lingine kimfano kwamba je, wewe unavyoona kama mshabiki wa entertainment, je, unavyoona ni kwamba wasanii wawe ma role model au tuwaache wafanye maisha yao? Yaani kwamba unavyoona kwamba wasanii wanapaswa kuwa ma role model au nao ni binadamu, tuwaache tu wafanye wanavyotaka? Hapo kwenye role model au wafanye wanachokitaka, mimi naona vyote vinamata, lakini cha msingi awe role model, kwa sababu vijana wengi wa Kibongo wa Tanzania na muziki kama hivyo unaenda wide, vijana wengi wanakuwa wanamsikiliza, wanakuwa wanamfuata. Kwa cha msingi aishi maisha, lakini kwenye maisha azingatie kuwa role model kwa vijana wenzake. Na appreciate. Labda nikuulize swala la utani kidogo, swala la uzushi. Hivi kimfano entertainment ingepotea leo, maisha yako angekuaje? Kwa kweli entertainment ingepotea leo, kwa maisha ingekuwa yani sio kabisa, yani kwa sababu muziki ni kila kitu. Yani muziki unakupa, kuna hard moments muziki upo, kuna cheer ups muziki upo, kuna enjoyment muziki upo, yani everywhere. Kuna dini muziki upo. Ni situation gani zikikutokea ambazo zinakufanya most sana usikilize muziki, yani kama ukiwa depressed au nini zinakufanya usikilize muziki? Mimi muziki nasikiliza every moment. Nikiwa tu nimechill, sina issue hapa nini, nimetoka kusoma nini, nakula muziki. Je, kifano labda leo ungekuwa msanii, Kimshana ungekuwa labda msanii, je, unavyoona wewe ungeandaa nyimbo au ungetengeneza nyimbo kwa ajili ya pesa au kwa ajili ya maadili? Hapo kutengeneza muziki kwa ajili ya pesa au maadili, cha msingi wote ni vijana, wote tunatafuta hela. Ningetengeneza muziki kwa ajili ya pesa, lakini ningezingatia maadili. Lakini muziki kwa pesa unaenda na kitu ambacho watu wanataka zaidi. Yani to appreciate wasanii muziki watu wa muziki wanataka nini, ningefanya muziki kwa kulingana na watu wanataka nini kwenye muziki. Kumekuwa na statement kwamba mashabiki wengi wanasema kwamba muziki wa sasa hivi watu wanafanya tu kwa ajili ya pesa lakini si maadili. Je, unaona kuna ukweli ndani yake kwamba kila muziki ambao unatengenezwa Bongo ni kwa ajili ya pesa tu na sio maadili? Ukizingatia kwa namna moja ama nyingine ni ukweli, kwa sababu muziki mingi ya sasa hivi haina maadili, lakini conditions zinazowafanya wasanii watengeneze muziki huu ambao sometimes hauna maadili ni watu wenyewe, yani listeners wenyewe ndio wanataka muziki fulani bana, listeners wanataka kitu hichi, tuna provide kitu hichi, lakini maadili ni mtu binafsi. Kwa hiyo unaweza ukasikiliza muziki na ukawa na maadili yako pia. Labda nikuulize swali lingine la utani kwamba je, ni mstari gani au ni verse gani ya kwenye nyimbo, kipande gani cha nyimbo ambacho kimekuwa kinaishi nawe muda wote, yani kwamba bwana tukifanya issue zako, yani hicho kipande cha mstari cha msanii msikifanya unakuta unakitamka tu, yani unaona kitani kiukipo hata sasa kwamba mstari gani wa ngoma unaikubali, yani unakitaja tu, ni mstari gani ambao wa nyimbo ambao unakubali, labda ungetujia nyimbo na msanii gani aliimba? Mimi labda kwa mstari ambao unakubali unaishi kwenye moyo, watatamba huko watambi Young Lunyo huyo. Nyimbo aliimba Young Lunyo, nyimbo inaitwaje? Sikumbuki, lakini mstari nakumbuka kwamba watatamba huko watambi. Tamba pande zetu au utambi. Tamba pande zako pande zetu au utambi. Huo muziki mzuri sana. Labda ningekuuliza labda swali la mwisho ni kwamba je, ungepata nafasi ya kukutana na msanii ambaye unamkubali na unamfuatilia zaidi, ungepewa dakika 2 au 1, ungekuwa na nini cha kumwambia? Yoyote. Ningekuwa na nini cha kumwambia ningekutana na msanii ambaye namkubali? Mimi ningemwambia tu kazi nzuri, kwa sababu muziki ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa kazi nzuri, keep it up.
lakini unabidi uzingatie watu wanataka nini, uprovide nini. Kwanza msanii gani ambaye unamfuatilia na kumkubali zaidi? Msanii ambaye namfuatilia na kumkubali zaidi tuseme labda niishi na Mbosso hapo. Mbosso sasa bwana, brother Mbosso hapa sasa hivi anaiangalia hii video. Anaangalia hii video bwana. Sasa brother Mbosso hapa ndo anakusikiliza kwamba sasa bwana una kitu cha kumshauri wewe kama shabiki yake ama unamfuatilia brother Mbosso. Ukipewa dakika 2 una nini cha kumwambia brother Mbosso? Kuna nini cha kumwambia brother Mbosso? Mimi namwambia kwamba ujue wasanii tunataka nini, ujue mashabiki tunataka nini, portray nini mashabiki wanataka, weka kazi basi. Masuala ya hapa na pale nini, vurugu hizi ambazo zinatokea hizo sio nzuri. Yeah bro, mimi na appreciate sana my brother Kimshano, umeweza kunipa one of the best interview bwana. Mimi na appreciate for your time bwana, pamoja sana. Pamoja. Yeah bwana, kama ulivyoona walikuwa ni baadhi ya wanafunzi ambao wameweza kutoa comment zao kuhusiana na swala zima ambao la industry bwana. Kufikia hapo mimi sina la ziada, maana hapa tumemaliza. Kama unavyoona bwana, we are done here. Remember, it's your boy here, Issa Mwimbi, humble boy, the mama's boy. Ciao.